sikosei? Jamani, haleluya. Akatangaza nini? Vita. Bwana akatangaza vita, maana yake likawa katika moyo wa Mungu. Labda nakosea, hebu angalia Mwanzo hiyo. Mwanzo 3:15 inasemaje? Sura ya 3 mstari wa 15. 15 anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na huyo mwanamke, na katika uzao wako, na katika uzao wako, uzao wake, na uzao wake, huo utakuponda, huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino, na wewe utamponda kisigino. Ishia tu hapo jamani, haleluya. Baada tu ya anguko, baada ya dhambi kuwa imetendeka pale Eden, bado moyo wa Mungu uliendelea kumpenda mwanadamu, kwa sababu aliumbwa kwa sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Mungu hakutaka kabisa mwanadamu apotee. Mungu hakutaka kabisa mwanadamu aangamie. Akaamua moyoni mwake, akaazimia kumkomboa mwanadamu, japo alijiuza kwa shetani mwenyewe. Kwa hiyo Mungu akatangaza uadui kati ya uzao wa shetani na uzao wa mwanamke, kwamba yani uzao wa nyoka utaponda kisigino uzao wa mwanamke, lakini uzao wa mwanamke utaponda kichwa. Maana yake hapo ulikuwa ni unabii wa Yesu Kristo ajaye, ambaye atakapokuja Yesu ataharibu kabisa utendaji wa shetani, ataharibu kabisa mtandao wa shetani na kazi zake. Na ndivyo ilivyo Yesu alipokuja, aliharibu kazi zote za shetani. Jamani, haleluya. Alivunja kabisa nguvu zote za shetani. Maana yake baada ya hapo tangazo hilo lilitolewa kwamba moyo wa Mungu umelenga kuwakomboa wanadamu, tena ni kupitia uzao wa huyu mwanamke uliyemtumia kumdanganya katika bustani ya Eden. Na Yesu alizaliwa na mwanamke. Jamani, haleluya. Alizaliwa na nani? Na mwanamke, japokuwa mimba yake ili mtofautishe kwamba Yesu yeye ni Mungu, ni tofauti na wanadamu wengine. Mimba yake ilikuwa ni tofauti na namna ambavyo mimba zingine zinatungwa. Maana mimba zingine zinatungwa ili mtu azae, kunahitajika A na B ndipo mtoto azaliwe, lakini kwa Yesu ilihitajika tu Roho Mtakatifu ahusike moja kwa moja. Kwa habari ya kisayansi, ili mtoto azaliwe lazima mbegu ya kiume na ya kike zikutane. Kwa Yesu ilikuwa tofauti, maana hata yule mwanamke Biblia inasema alikuwa bikira, mpaka anapata mimba alikuwa bikira. Maana yake hakuwahi kukutana na mwanaume hata siku moja, ili imtofautishe Yesu na wengine, imuonyeshe Yesu kwamba sio mtu wa kawaida, japo kuwa amevaa mwili, lakini yeye sio wa kawaida, yeye ni Mungu. Jamani, haleluya. Yesu ni Mungu, ninayemsema habari zake ni Mungu. Huyu Yesu ni Mungu, alivaa tu mwili akaja duniani kwa lengo maalum, kwa kusudi maalum, ambalo baadaye nitakuonyesha, sababu maalum ambaye baadaye nitakuonyesha. Jamani, haleluya. wangu mnaonifuatilia kwa njia ya mtandao wa YouTube, mtandao wa Facebook na mitandao mingine yoyote, na wasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa majina yangu mimi naitwa Mchungaji Joseph Danieli Nzogi, namtumikia Mungu nikiwa Gukumo, Nzega, Tabora, lakini wakati huu ninavyoongea na wewe niko katika kata ya Utwigu, kijiji cha Utwigu, kanisa la Utwigu TAG kwa Mchungaji Robert Nkandi, na hapa ndipo ambapo nafanya huduma ya semina ya Pasaka. Kwa hiyo na wakaribisha sana wote mnaonifuatia njia mtandao popote pale mlipo. Basi
Mungu awabariki sana. Tutaendelea na semina hii, nimeanza leo siku ya Ijumaa tarehe 18, kwa hiyo tutamalizia siku ya Jumapili. Kwa hiyo nawakaribisha wote mlio karibu muweze kufika mahali hapa, lakini mkajionea uweza na nguvu ya Mungu inavyotenda kazi. Mungu awabariki sana. Nawatakia siku njema na tafakari njema kwenye kipindi hiki cha Pasaka. Mungu awabariki. Amen.